this is Edgar Edison, Europlus TV, and of course tuko Fort Victoria. Hii place wamesema inaitwa Sinyenyi. We are here to talk to people, we are here to see how the lake operates, kila kitu vile inafanyika hapa. And with me I have a young man here who is also very conversant with operations za hii lake, the fishing, transportation and everything. Ningependa labda atuambie jina lake, kisha atuambie zile challenges wanapitia hapa kwa lake na zile hustles wanapiga hii lake. Niaje bro? Poa. Tuambie majina yako kwanza. Kwa majina ni Chester Vini. Yes. Najua wengi wananijua. Okay. Now Chester Vini, ni challenges gani wewe kama young man unapitia kwa hii lake sasa ile unafanya operation zako? Operation saa zile tunafanya operation zetu, changamoto ni kama vile kushikwa na polisi. Pia kuna zinginezo kama vile ajali. Ajali pia. Ukisema ajali labda boat inaenda ina capsize. Ina capsize tuka hizo. Hivyo ndio vile. Na ni situation gani inafanya ushikwe na polisi kwa lake? Situation inafanya ushikwe na polisi ni kama vile kukosa hiyo life jacket. Life jacket. Kukuwa na, kama ni mvuvi you must have a license. License wanakata na shilingi 200 na ina expire per month. Or 200 per month for license. Ina expire per month. Na ukipatikana bila hiyo license pia unashikwa, na ukipatikana pia bila hiyo life jacket unashikwa. Now as he says, we've been in this water and we traveled to almost to the other end, the island that I showed you, and we've been arrested by the police because they were doing their border patrol and we were found guilty of not having life jackets. So we were apprehended by the police mid our ride. We spoke to the police. Because it is a law that we broke, we were supposed to be given a cash bill. But since it was our first time on this lake, we spoke to the police and they have educated us, wametufundisha safety and zile situations zinaweza fanya next time when you board a boat without a life jacket zenye zinaweza fanya uko arrested. Now I understand hapa kwa lake pia watu wanafanya fishing. Labda at this time of the year the amount of fish ile watu wanapata imepunguka ama imeongezeka? So it depends with the type of fish. So kuna like hii ingine sasa sijui anahitaji kwa kizungu inaitwa ochonga. Na kuna hiyo omena wengine wanaijua kama daga. Yes. Na kuna pia fulu. Sasa ile omena ama daga imereduce. But sasa kuna hiyo chonga. Sasa hii ni season hiyo chonga. Ochonga hizi watu wanatengeneza nazo feeds za kuku. Hizo sasa ndio zinachukuliwa, zitakuja kupimwa hapa na lori, zichukuliwe zipelekwe kwa kampuni, zitengeneze hizo feeds za samaki, hata pia sometimes za nguruwe, kuku hizo Okay, na sawa na hiyo labda tukimalizia. This side is our Kenyan side. Na tumekuwa tukipata complaints kwamba the Ugandan government inaingilia story ya fishermen mpaka wa Kenya. Je, hapa kwa hii Sinyenyi mnasumbuliwa na mapolisi wa Uganda labda? Wanatusumbua haswa ukivuka, ukitoka ukienda kuvua Uganda, utashikwa na utafungwa miaka 7. Miaka 7? What? Guys, mnasikia ukishikwa, if you cross and fish in the Ugandan side, you are arrested for 7 years. So 7 years wadau. You are supposed to be fishing in Kenyan water. So is there a boundary? Yenye ukifika hapa unaona kwamba now I am going to Ugandan side. There is a boundary. At Hanete, there Hanete Hill. So when you cross, there is a place called Sumba. When you reach Sumba, you are not supposed to cross that part. So you are not supposed to go beyond Sumba. Okay. When you go, they have their barracks there. The police barracks. Okay. When they saw you, they catch you for 7 years. Sawa. Thank you so much bro. Sawa.